Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu ninaitwa Prophet Nyundo, jicho la Mungu. Kuna sauti ambayo Mungu amezungumza na mimi kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Nami kama nabii wa Bwana nikataka niilete haya maelekezo au hii sauti ya kinabii ambayo Mungu ananipa maelekezo. Ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 6 2025, ilikuwa ni saa 6 usiku na dakika 36. Ilikuwa ni usiku. Sasa nikasema mimi ni sauti ya Mungu, ni kinywa cha Mungu. Sitakiwi ni nyamaze ninapokuwa nasikia Mungu ananiambia niseme. Akaniambia, unaiona nchi ya Tanzania mpaka sasa haipo kwenye amani, haipo kwenye furaha tena, na mpaka nchi husika ambayo ni Tanzania haipo kwenye amani, mpaka chama tawala hakipo kwenye ile sifa yake. Sasa akaniambia nimwambie Mama Samia ambaye ni mama yangu, ni rais wa nchi ya Tanzania, mambo manne ambayo ninaomba watumishi wa Mungu, vyombo vya habari, watumishi wote wanaojua kushare na kucomment na kupeleka hii taarifa hata ikamfikie mama pale, itakuwa ni utukufu mkubwa. Ninaomba hii taarifa ifike. Jambo la kwanza, Mungu akaniambia ili amani irejee Tanzania na kwenye chama tawala cha CCM. Jambo la kwanza, mama natakiwa atoe sauti ya msamaha juu ya Tundu Lissu. Unatakiwa mama utoe sauti ya msamaha juu ya Tundu Lissu. Mtoa tamko kama rais kumsamehe, kwa sababu hata sisi tunamkosea Mungu. Hata sisi tu wakosaji. Hakuna mtu aliyekamilika. Biblia inasema samehe 7 mara 70. Sasa Mungu akaniambia haijalishi aliteleza au hakukosea au alikosea, atolewe tamko kwenye kinywa cha rais Mama Samia kwamba nimekusamehe Tundu Lissu, kuanzia sasa uko huru na rudi kwenye majukwaa ya siasa, endelea hivyo. Kama taonywa na kusaidiwa vitu kaza wa kaza, lakini awe nje na chama tawala kitakuwa kuna madoa nilikuwa nayaona, madoa yale madoa yataondoka, na kwenye nchi ya Tanzania nchi itakuwa safi, itakuwa kwenye utulivu. Jambo la pili, Mungu akaniambia unatakiwa mama usimame kwa Tanzania kwenye vyombo vya habari, utoe tamko kwa ajili ya watekaji. Utoe tamko zito kwa ajili ya watekaji wote wanaofanya matukio haya. Wanatakiwa kufanyiwa kitu gani, na utamke kwa sauti ya mamlaka ya rais, ya kiti cha urais. Maana yake ukishatoa tamko lile, na lile tamko litafanyiwa kazi, na tayari mioyo ya Watanzania itakuwa na tumaini kwamba rais wetu tayari ameshatamka neno, na baada ya hapo chama tawala kitarudi kwenye nuru tena, na baada ya hapo nchi ya Tanzania itarudi kwenye nuru tena. Nikasikia Mungu akiniambia nikuambie mama, Mungu amekuamini, amekuweka hapo, amekuamini. Haukuchaguliwa kwa bahati mbaya, lakini sisi kama watumishi wa Mungu, kama manabii wa Bwana, Mungu amenipa huu nabii wa sauti. Amesema nije nikufikishie. Mimi ndio unaniona hapo pembeni kwenye picha yako hapo, aliyeshika mic nyekundu na nimevaa koti la blue. Mimi ndio Prophet Nyundo, jicho la Mungu. Namba 3, akaniambia Mungu usimame mbele za watu, utoe tamko jema kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, na ambaye askofu wao mkuu anaitwa Gwajima Josephat. Tamka tamko lililo jema, na baada ya kutamka tu tamko lililo jema,
chama tawala itaingia nuru ya ajabu, utaingia wepesi usiokuwa wa kawaida. Baada ya hapo kuna jambo jipya linaenda kutokea la amani kwenye nchi na kwenye chama tawala. Sasa na akaniambia Mungu kwamba ukifanya mambo hayo kwa uaminifu, nchi inaenda kurudi kwenye utulivu. Tamko juu ya kanisa la Gwajima, waambie kazi ya Mungu iendelee. Kazi ya Mungu iendelee, na hivyo tamko lilo la amani, kwa sababu nasikia kwenye ulimwengu wa roho kuna namna Mungu anataka kurejesha tena amani Tanzania. Sauti ya Mungu nasikia kuna namna ya urejesho tena wa amani Tanzania mpaka kwenye chama tawala. Lakini ruhusu haya ambayo yote nimekwambia. Jambo la nne aliloniambia Mungu, jambo lolote kubwa linapotokea kwenye nchi ya Tanzania, inahitajika sauti ya rais, inahitajika sauti ya wewe mama yetu ambaye Mungu amekuamini. Unahitaji usimame utamke tamko, na baada ya kutoa tamko na mambo yanakuwa shwari. Na hata iwe baada ya haya kuna mambo yatatokea, unatakiwa usimame kama rais wa nchi na utoe tamko kwamba kama ni la kupongeza lipongezwe, kama la kupingwa lipingwe. Na tunakutegemea mama, tunakuombea. Kama mimi Prophet Nyundo ninakuombea, na naamini kuna watakatifu wanakuombea, na ninaamini kuna watumishi mbalimbali wanakuombea. Jambo la kwanza, msamehe kabisa Tundu Lissu, toa tamko la kumsamehe kabisa. Jambo la pili, toa tamko kwa ajili ya watekaji, na baada ya hao watekaji wakishatolewa hilo tamko, basi wananchi na mioyo yao itarejea kwako, itarejea mpaka kwenye chama tawala. Na jambo la tatu nimesema kwamba toa tamko juu ya kanisa la Ufufuo na Uzima. Baada ya hapo ukitoa tamko, manake ni wanachama wengi wako mle. Na Gwajima alikuwa CCM, na wewe pia ni mwana CCM, wanachama wengi walikuwa mle. Sasa ukitoa tamko, kutakuwa na urejesho ambao utarejeshwa usiokuwa kawaida, na utamwona Mungu. Jambo la tatu na la nne na la mwisho ni kwamba jambo lolote linapotokea Tanzania, wewe tunakutegemea kama tamko la nchi. Tamko ndio unakuta hata Magufuli alipokuwa amefariki, wewe ndio uliotoa tamko kwamba rais wetu atupo naye. Na tulipoipokea taarifa, kwa sababu tulikuwa tunazisikiza chini, tulikuwa tujazielewa, lakini tulipopata tamko kutoka kwako mama, tukachukua lile tamko na tukaamini kwamba ndivyo ilivyo. Tunakuombea mama yetu. Mungu akubariki, Mungu aibariki Tanzania, Mungu akubariki Mama Samia.